Hapa tunamuona mrembo mmoja ambaye anaitwa Lily akiongea na mwenzake ambaye anaitwa Maya. So Lily alikuwa akimlaumu mwenzake kichizi akimwambia kwa nini amemwacha klabu mwenyewe na wakati yeye yupo hapa kama msindikizaji tu. Mwenzake akawa anamwambia yani wewe Lily ni mpuuzi kweli yani. Kwa hiyo hauwezi kwenda nyumbani bila mimi Lily akamwambia kwamba anaendaje nyumbani na wakati sina hata nauli sasa. Maya akamwambia mimi niliondoka na mtu kwa hiyo angalia utaratibu wewe wa kurudi nyumbani tu. Baada ya kuongea hivyo akamkatia simu. Sasa hazikupita hata dakika 5 alikuja mchizi mmoja hivi ambaye anaitwa Kinsei. Ila sisi tutakuwa tukimuita teacher maana huyu mchizi ni mwalimu. So baada ya kumwona Lily akamuuliza, "Hey, vipi mbona umetoka ndani wakati ulikuwa ukivibe tu na wenzako? Au wenzako wamekuacha nini?" Demu akasema ndio. Mchizi akamuuliza, "Umepangaje ni kurequestia usafiri urudi nyumbani au nikupeleke mwenyewe mpaka humu?" Mrembo akamwambia, "Mimi kurudi nyumbani sasa hivi mwenyewe ni hatari sana. Angekuwepo huyo mwenzangu hapo sawa." Mchizi akasema, "Anyway, kama taxi ningekurequestia lakini sasa kuondoka peke yako na huu usiku, sio salama hata kidogo." Mrembo akamuuliza, "Kwa hiyo nikiondoka na wewe ndio salama au?" Jamaa akasema, yani 100% utakuwa salama. Unajua mimi naweza nikashika hata namba 1 kwa mtu ambaye ana roho safi hapa duniani. So fanya maamuzi chapu maana unaona mvua inaweza ikashuka muda so mrefu hapa." Basi mchumba alipigwa darasa pale mpaka akaelewa bwana. So ikabidi wasepe tu wote kwa pamoja. Sasa jamaa akampeleka mpaka nyumbani kwake. Na Lily alivyofika tu hapa humu kwa mchizi, ikabidi amuulize mwamba, "Vipi hapo unaishi peke yako au?" Ameona bora aulize hivyo maana asije akatembezewa vitasa bure. Jamaa akamwambia awe na amani tu maana yuko peke yake hapa nyumbani. Lily alishangaa sana maana mchizi anaonekana na maisha mazuri, yuko smarti, alafu tena ndo hivyo anaishi peke yake. Sasa jamaa akamwambia kwamba inabidi tupande juu kalale maana hapa panakuaga na mbu sana. Demu alianza kusitasita pale lakini mchizi akamwambia wala usijali. Wewe jua tu kwamba uko na mtu anayejielewa. Wewe twende juu tu ukalale maana mimi singati ila ukilala hapa mbu lazima watakung'ata tu. Mchumba akakubali bwana. Sasa demu alilala chumbani kwa mchizi mpaka palipopambazuka. Na hapa tunamwona jamaa akiingia rumu akasalimiana pale. Kisha sasa pale kitandani mchizi akaona kama kuna damu fulani hivi. Ikabidi aende chapu kufunika na shuka ili mrembo asije akaona. Maana kama bidada angeona singejisikia vizuri hata kidogo. Ila sisi tunaotazama hapa tuelewi chochote juu ya hiyo damu ila tutakuja kuelewa hapo mbeleni. Jamaa akamwambia kwamba amemwandalia msosi ila mrembo akataka kuondoka maana muda umekwenda sana. Mchizi akamwambia wala usijali, nitakupeleka na gari mpaka nyumbani. Basi bwana demu akasema basi acha nijiandae chapchapu, kama nikula nitakula kwenye gari tu. Baada hapo mrembo akamuuliza mchizi anafanya kazi gani. Jamaa akamwambia mimi ni teacher tu. Kwa nini umeniuliza? Amna, nimeona tu nikuulize na pia unajua sana kukea ise. Mchizi akasema asante. Sasa Lily alipelekwa mpaka anapoishi. Hapa jamaa akamwomba mrembo namba ya simu, binti akampa. Kisha mwamba akamwambia kwamba siku zijazo atataka wakutane. Na Lily akamwambia sawa, hamna shida. Binti akamwambia mwamba kwamba inabidi ashuke chapo aingie ndani maana Maya akitoka alafu akimuona hapo inakuwa ni issue nyingine. Sasa hapa hebu ngoja nikwambie kitu. Maya na Lily wanaishi nyumba moja na ni mtu na binamu yake. Ila sasa Maya anasoma lakini Lily yeye hasomi. Siku inayofuata teacher alitoka out na mrembo akaenjoy sana. Sasa majira ya asubuhi wakati Lily anataka kusepa zake, teacher akamwambia kwamba kuna kitu anataka amwambie. Demu ikabidi akae ili aweze kumsikiliza mwamba. Sasa huwezi amini bwana, mchizi alimtongoza mtoto wa watu bwana. Na bidada naye akakubali bila kipingamizi chochote na kumwambia kwamba hata yeye mwenyewe pia alikuwa akimpenda tangu mwanzo na amevutiwa sana na yeye, ila tu kuanzisha mazungumzo kwake ilikuwa ndio kipengele. Sasa bwana, hapa tunamuona Lily akiwa zake darasani. Mwanzoni alikuwa hasomi lakini kwa sasa ameletwa shule rasmi sasa na anasoma darasa moja na binamu yake ambaye anaitwa Maya. Ila sasa wanafunzi wenzake wanamshangaa sio poa, maana yeye ni mkubwa kuzidi wenzake. So hapa darasani wenzake walikuwa kimkejele na kumuita kwamba yeye ni kibibi na hakupaswa kabisa kusoma hili darasa. Sasa baada dakika kadhaa mbele akaingia teacher bwana. Lily yani alipigwa na butwa sio poa. Baada ya kusalimiwa teacher akawaambia wanafunzi wake kaeni. Sasa hapa Lily yani kichwani kwake akawa anajiuliza hii ni nini? Mbona sielewi? Teacher akaandika topiki yake pale ubaoni. Sasa ile anageuka tu hakuamini macho yake. Pisi yake bwana ameikuta ipo darasani. Sasa demu na teacher wanaangaliana tu yani mpaka darasa linashangaa. Sasa kuna kimbelembele mmoja akauliza, "Teacher vipi? Mbona kama umepagawa hivi? Kuna shida kwani?" Teacher hajui hata aseme nini. Jamaa akamuuliza, "Vipi, unamjua huyu mwanafunzi au?" Teacher hata kujibu anashindwa yani mpaka akapatwa na kigugumizi cha ghafla. Simama wewe hapo simama. Ndio wewe simama. Basi bwana Lily yani ikabidi asimame. Teacher akamuuliza, "Jina lako nani?" Demu amuelewi kabisa bebi wake. What's your name? Maana wewe ni mgeni kwenye hili darasa. My name is Lily yani sir. Teacher akamwambia haya kaa. Uwe makini sana kwenye hili darasa langu.
ukileta mzaa utachezea bakora, utaamini, sitaki upuuzi humu ndani. Lili akashangaa, mbona mchizi ameanza kumkoromea tena? Sasa ticha ufundishaji wake ukabadilika kabisa. Yaani anaongea kwa kigugumizi sio poa, mpaka wanafunzi wake wakawa wanamcheka. Sasa baada ya vipindi vya darasani kumalizika, ticha alimfuata Lilian ili aweze kuongea naye. Sasa hapa akawa anamuuliza, vipi, umetumwa nini kunifuatilia wewe? Lilian akawa anasema, kukufuatilia tena? Kukufuatilia kivipi yani? Mbona sikuelewi? Kwa unataka kuniambia kwamba mimi nimekuja hapa shule kujiandikisha kusoma kwa ajili ya kukufuatilia tu Jamaa akasema, sasa imekuaje tena tumekutana hapa? Mimi nashindwa kuelewa. Kwani wewe una miaka mingapi? Niambie. Demu alishangaa sana kuulizwa ile swali, akamjibu ticha yake kwamba anakaribia miaka 22. Acha masiara bwana. Demu akamwambia, huo ndo ukweli, kwani sana nikudanganye? Jamaa akasema, Mungu wangu, okay. Sasa sikia, hakuna tena mapenzi kati yetu. Demu alishangaa sana hiyo kauli ya mchizi. Akauliza, kwa nini sasa ulinitongoza? Ticha akasema, nimesema it's over kwa sababu mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi hapa shuleni hayaruhusiwi hata kidogo. Kumbuka kwamba mimi ni mwalimu wako na wewe ni mwanafunzi. Sasa Lilian akataka kujibebisha pale, mwamba akaamua kusepa zake tu. Huyu sasa ndio binamu yake ambaye anaitwa Maya, na ndio yule ambaye alikuwa akiongea naye kwenye simu ile siku ile wakati yupo klabu. Hapa alikuwa akimuuliza, ulikuwa unaongea nini na ticha wewe? Kwani unajuana naye? Maana hata alipoingia darasani alishtuka sana baada ya kukuona. Lilian akasema, unaongea ujinga gani wewe? Ujinga tena? Wewe niambie sasa, ulikuwa unaongea nini na mwalimu? Niambie sasa. Alikuwa akinishauri tu kwamba natakiwa niwe serious na masomo ili niweze kuwa sambamba na wenzangu, maana mmenipita sehemu kubwa sana. Sasa cha kushangaza, huyu mwenzake akamwambia kwamba kama kuna mtu yeyote atakuja kugundua kwamba wao ni ndugu kabisa, basi anaweza akamzika Lili. Baada ya kuongea hivyo akasepa zake. Sasa ni kwa nini amemwambia mwenzake maneno kama haya? Hebu ngoja tutajua tu hapo mbeleni. Sasa leo Lili alienda mpaka nyumbani kwa mchizi, na alivyofika mchizi hakutaka kabisa demu aje hapa nyumbani. Sasa demu akawa anamwambia, kwa nini unanikataa wakati mimi na wewe ni wapenzi? Jamaa akasema, mimi ni mwalimu na wewe ni mwanafunzi, kwa hiyo hakuna mapenzi hapa. Lili akasema, lakini mimi ni mtu mzima sasa, kwani kuna shida gani tukiwa kwenye mahusiano? Jamaa akasema, sasa hebu niambie, ni kwa nini unasoma shule ya sekondari mpaka sasa hivi na umri huo? Bidada akakaa chini pale ili aweze kumwelezea mchizi historia ya maisha yake. Sasa hapa akawa anasema wazazi wake walikuwa maskini sana, na miaka ikaenda baba yake akaja kufariki. So kipindiko wakati anasoma ikabidi aache shule. So mzazi ambaye amebaki naye ni mama tu, lakini hata hivyo mama yake hana uwezo kabisa wa kumsomesha. Na sio tu hizo shule za gharama, yani hata senti kayumba hana uwezo nazo. Jamaa akamwambia, pole sana, imekuwaje sasa unasoma kwenye shule ya gharama sana? Lili akasema kwamba mjomba wake ndo ambaye anamlipia ada, na huyo mjomba wake ni baba yake na Maya. So yeye na yule Maya ni mtu na binamu yake. Ticha akasema, wow, kwa hiyo kwa sasa uko poa Demu akasema, kwa kuwa naendelea na masomo, naweza nikasema niko sawa kabisa, na mpango wangu mkubwa baadaye nije kuwa nesi. Ticha akamwambia, sawa, Mungu atakusaidia kutimiza ndoto zako, wala usijali. Lakini hebu sikia Lilian, nikwambie kitu kimoja. Mimi na wewe hebu tuache haya mambo. Jamani, kwa nini tena? Mimi nakupenda na wewe si unanipenda? Niambie, unanipenda? Jamaa akasema, nakupenda sana na siwezi kupinga hilo, lakini kwa sasa siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Kwa nini sasa ulinionyesha penzi Kwa nini lakini? Hebu niambie, unajisikiaje unavyoniumiza? Yani demu wakati anaongea hivyo jamaa anamtazama tu. Baada ya hapo Lilian ikabidi asepe zake. Sasa Lilian bwana kumbe alitumwa sokoni na anti yake, lakini yeye akapitiliza mpaka kwa mwamba. Hapa bi mkubwa akawa anamwambia, nimekutuma sokoni, umeenda kukaa huko masaa 5. Ulikuwa unafanya nini? Lili akasema, mama, pesa yote ambayo umenipa nilinunulia vitu, kwa hiyo nilisahau kubakisha hata hela nauli, kwa hiyo kanibidi nitembee kutoka sokoni mpaka hapa. Bi mkubwa akamwambia, kwa hiyo ulitaka nikuletee private jet au? Hivi unaleta ujinga wako hapa kama boya? Unajua ni namna gani mjomba wako anavyopambana kukulipia ada? Unajua nawekeza pesa nyingi sana kwenye elimu yako, alafu unashindwa kuheshimu maagizo unayopewa hapa nyumbani. Wazazi wako makapuku tu wa kutupwa, walishindwa kukufanyia hata kidogo tu, kukusomesha tu kwenye shule hata senti kayumba walishindwa. Lakini uliwaheshimu kama kitu gani? Alafu hapa ndani unatuona sisi kama makanyaboya. Aisee, huyu shangazi alibwata maneno mengi sio poa. Sasa umaskini wa wazazi na mambo ya kuchelewa sokoni vina uhusiano gani hapa? Mwisho bi mkubwa akamwambia kwamba kesho anamfukuza mazima. Aisee, Lilian alipiga magoti huku akilia sana na kumuomba msamaha. Sasa wakati anti akiwa anafokafoka, Maya akawa anasema, mama, na njaa bwana. Jamani kipenzi changu, usijali, utakula muda sio mrefu. Ghafla Maza akachenji, kwa nini unanitazama? Kwa nini? Toka hapa, nenda kaandae dina huko.
na ninakupa dakika 10 tu. Zikipita hizo dakika 10 utaona nitakachokufanya. Haya, chapa lapa. Sasa jamani, dina dakika 10 ndo dina gani? Lakini upande wa jamaa huku hapati usingizi kabisa. Muda wote mawazo yake yapo kwa Lilian tu. Hapa akawa anamtext akimwambia kwamba Lili, natumai utakuwa poa. Baada ya sekunde kadhaa kuona kwamba text haijibiwi, akaamua kutuma message nyingine akisema kwamba samahani kwa kukuumiza, lakini sikuwa na nia hiyo na natumai kwamba hujapata matatizo yoyote. Sasa muda huo huo Lilian alikuwa akisoma zake. Alivyosikia tu message zimeingia, ikabidi acheki ni nani. Alivyoona ni teacher, alifurahi sio poa. Akamjibu kwamba nilipata shida kidogo ila kwa sasa niko sawa. Teacher akasoma ile text akafikiria kisha akaamua kumpigia kabisa. Hapa akawa anamwambia, sijategemea kabisa kama utakuwa macho mpaka muda huu." Lili akasema kwamba anasoma tu hapa, kisha akamuuliza vipi umekula? Jamaa akasema bado. Mchumba akamwambia natamani siku moja nikupikie. Mwamba akawa anaita jina tu Lili. Lili akamuuliza mbona umenipigia simu usiku hivi? Jamaa alipozi kwanza kisha akamjibu nilikupigia tu ili niweze kukusikia na nijue kama umefika salama au vipi. Yani hapa Lili sidhani kama ataendelea kusoma tena, maana haamini kabisa kama teacher leo amempigia simu. Sasa penzi la teacher na Lili linaanza kukolea taratibu. Muda mwingi wamekuwa wakichati na kufurahishana tu kwenye message. Sasa kuna muda mwingine Lilian anajisahau kabisa. Hapa anaitwa na mwenzake waende shule, ila yeye sasa wala hasikii. Ikabidi Maya amfuate na kumtia konzi kisha akamuuliza, "Unachati na nani muda wote unacheka tu kama boya? Tunachelewa shule tuondoke huko." Lili akasema kwamba anachati na mama yangu. Mwenzake akamuuliza, "Kwa hiyo huyo mama yako amekumisi sana ndo maana unachati naye tangu jana usiku mpaka sasa hivi sio?" Na nahisi huyo Maya aliona message inayosema I miss you. Yani sasa hivi teacher akiingia darasani huwa anaugua degedege la ghafla, alafu akitoka tu klasi ndo anakuwa sawa. Mbona hapa anavyotetemeka wakati akiwa anaandika. Yani mpaka wanafunzi wanamshangaa. Machali wakawa wanaulizana, mbona huyu mwamba ana kitete hivi? Maskini Lilian anamwangalia tu bebi wake na hapa anajua kabisa kwamba yeye ndo ambaye amesababisha yote haya. Maya akaona hata ngoja niulize, "Teacher, are you okay? Mbona unatetemeka kama generator?" Na wengine wakasema, "Teacher, mbona usomeki aisee?" Baada ya vipindi vya darasani Lilian alimfuata mpenzi wake, akataka kuongea naye jambo. Ila mwamba akamchapa maneno mpaka Lilian akasepa huku akiwa analia. Hapa tunamuona akiwa amekaa zake chini akilia sio poa. Mara akaja mwanafunzi mwenzake ule kimbelembele wa kule darasani. Akamuuliza, "Vipi Lili, mbona unalia? Nini shida tena? Hata kama wewe ni mgeni utazoea tu, achana na wao wanafunzi wengine ambao wanakukejeli. Pia kama utakuwa unahitaji mtu wa kukufundisha wewe niambie tu, nitakuwa nakufundisha." Mwamba anaongea maneno mengi lakini angejua kinachomliza huyu mrembo hapa wala asingejisumbua kuhusu mambo ya kumfundisha. Lili akaonekana kama vile amefurahi hivi, kumbe halizwi na masomo wala kejeli za wanafunzi wenzake. Na in short aliweza kukubali Mwamba aweze kumfundisha. Baada hapo mwenzake akamwambia waondoke waende klasi maana kulikuwa kuna kipindi cha physics. Sasa teacher alimwelezea kila kitu mshikaji wake na hapa jamaa akawa anasema, "Kwa hiyo unazungumzia yule Lili mrembo bikira ambaye ulikutana naye kule klabu?" Jamaa akasema yes. Sasa hapa tumeshagundua kwamba ile damu ambayo jamaa aliifunika kwa shuka kule chumbani mwanzoni kabisa mwa movie wakati Lili alipoenda kulala kwake, kumbe Mwamba alishafanya yake bwana. So poa. Uwezi amini bwana, nilivyomuona darasani kwa mara ya kwanza ilibakia kidogo tu nizimie. Jamaa yake hapa anamuuliza, "Vipi sasa umeshaachana naye au?" Nilishamwambia hilo lakini mimi binafsi kiukweli nashindwa. Maana muda wote anazunguka tu kichwani mwangu na wala sielewi nifanye nini. Jamaa akamwambia, "Hivi wewe una kichaa haukuwepo kwenye kikao cha wanaume nini?" "Amna Stanley, yeye yupo special sana." "Unasema ni special sana kwa sababu wewe ndio umekuwa mwanaume wa kwanza kwake au?" "Amna, wala sio hivyo. Ila sasa nikiwa naye najikuta nina furaha sio poa." Hapa mwanae alikuwa akimshangaa sana. Mwamba akawa anasema, "Yani hata nikichati naye au kuongea naye tunaweza kutumia hata masaa 6 hivi na wala hakuna mtu ambaye anachoka." "Mwanangu, unahatarisha kazi yako kwa sababu ya mwanafunzi kweli? Na hata kama mama yako atakuja kugundua ile sidhani kama atakuacha hivi hivi." Jamaa hapa anaona kama vile anachanganywa mafaili tu. Sasa moyo wake huyu mchizi umeshaanza kuzama taratibu kwa mrembo. Na uwezi amini bwana, sasa hivi akimuona Lilian yupo na mwanafunzi mwenzake, jamaa anajawa na wivu sio poa. Ona anavyowakata jicho wanafunzi wake sasa. Si alimkataa huyu. Tusishangae kijana wa watu akafelishwa na huyo teacher. Yani kila mahali anapoelekea Lili teacher yupo anamfuatilia tu. Wakienda mafichoni teacher na yeye yumo. Yani kama vile amemfunga GPRS huyo binti wa watu. Ona sasa hapa anavyomkazia sura ili mchumba aache hizo mambo zake za kufundishana na huyo jamaa. Yani teacher na wivu sio poa, na hofu yake ni kwamba anahofia huyo kijana asije akambebea mzigo. Ila hii mbinu ya kufundisha watoto wa kike imewamaliza wengi sana. Baada ya teacher kuwafuatilia ikabidi aondoke kinyonge sana. Yani haijaisha mpaka iishe. Teacher akamvuta mrembo chobingo na kumpiga mkwara mzito juu ya yeye kukaa na wanafunzi wa kiume
wakati wanafundishana. Lili akasema kwamba alikuwa akifundishwa tu na sasa hivi anataka kuwa busy na masomo, kwa hiyo mambo ya mapenzi no. Mwalimu wetu akaona usintanie, ikabidi amvute ukutani ili aweze kupata hata nusu lita tu kabla ya mambo yote. Lili akasema unafanya nini sasa? Akapepesa macho kuangalia kama kuna kamera, baada hapo akakimbia zake. Lili siku hizi bwana amekuwa mkali kidogo kutokana na maneno ambayo teacher alimwambia ile siku ambayo alimwacha akiwa analia sana. Hapa tunamwona Maya akimuuliza Lili, we Lili, ulikuwa wapi muda wote huo? Tumekutafuta kila sehemu, tunaambiwa tu kwamba unazunguka na Ima siku nzima. Kwa hiyo hapa shuleni umefuata masomo au wanaume? Bidada ikabidi akubali tu kwamba alikuwa na Ima, lakini alikuwa akifundishwa tu. Maya akamwambia, na unavyoonekana hivyo shati lilivyojikunja kunja hivyo mara hujachomekea, alafu pembeni mwa mdomo wako naona kama kuna matemate, wewe utakuwa umekisi na mwanaume wewe, na nitamwambia mama, ngoja tu. Lili akaona kama wanamchanganyia mafaili, ikabidi asepe zake tu. Sasa baada ya pale bwana Maya kumbe alipeleka mashtaka mpaka nyumbani. Hawa ndio wazazi wa Maya na pia ndio walezi wa Lili, yani huu ni mjomba wake na huu ni anti yake, na mzee ndo amekuwa akiprovide kila kitu kwa Lili. Maya alimchongea sana mwenzake kwa wazazi wake kwa kusema kwamba anahisi Lili alikuwa ameenda kufanya mapenzi na mwanaume. Kwa hiyo hapa Lili alikuwa akijitetea akisema kwamba sio kweli, huyo Ima ambaye anamzungumzia ni mwanafunzi mwenzangu na alikuwa akinifundisha tu, maana mimi nimechelewa kuingia shule, so nimewakuta wenzangu wakiwa wako mbele sana. Sasa mzee pamoja na bi mkubwa walimind sana Lilian. Mzee akawa anasema, kwa nini sasa usimwambie ndugu yako awe ndo anakufundisha? Maya si upo jamani, simwambie Maya. Sasa binamu mtu sijui ni kilaza. Lakini Maya akasema, mimi sitaki kuzunguka naye huyo kabisa, anaweza kantia aibu bure, maana kubwa zima liko form 2. Basi bwana, wakiwa kama familia wakashauriana pale kwamba Lili inabidi atafute tuition ili aweze kwenda kusoma, maana issue ambayo iko hapa ni kwamba Lili amechelewa kuingia shule, so amewakuta wenzake wako mbele sana. Of course Lili alifurahi sana. Hapa akawa anasema, sawa, nimefurahi kusikia hivyo jamani wazazi wangu. Kwa hiyo mzee akamwambia inabidi atafute tuition, alafu amwambie gharama zake. Wakati Lili anaondoka, bi mkubwa akasema, hey, ukianza kusoma hiyo tuition usije ukadhani kwamba kazi za hapa ndani ndo umezikimbia, utapiga kazi za hapa ndani kama kawaida. Lili akasema, nafahamu mama, wala usijali, nitafanya vyote kwa pamoja. Ila watu wanapitia changamoto sio poa. Baada ya hapo Lili ikabidi asepe zake. Sasa leo bwana Lili alienda mpaka homu kwa Mchizi. Alivyoingia ndani tu akamuuliza Mchizi, kwa nini ulinikisu wakati ulishasema unitaki? Jamaa akasema kwamba sijasema kuwa sikutaki. Haya, niambie sasa hivi tena kwamba unihitaji wala utaki kuwa na mimi. Niambie sasa. Lili, acha ujinga basi, we niambie tu kwamba unitaki. Ghafla mwanetu akaanza kutepeta. Demu anasema, niambie basi kama unitaki. Jamaa kimya. Mrembo akasema, mlango huo hapo na uona, kama vipi acha niondoke zangu. Msikize mwamba, Lili, unajua nakupenda. Teacher si akataka kubadilishana chaji na binti. Lili akatabasamu kisha akasema, hanipo hapa kwa ajili ya kusoma tu, alafu akaondoka. Teacher akawa anasema, Lili, ndo unanifanyia nini sasa hivi? Sasa hapa Lili alimwambia Mchizi kwamba hataki kufundishwa na Ima tena, maana ndugu yake Maya alienda kuripoti nyumbani kwamba amekuwa akitumia muda mwingi sana kukaa na Ima. Sasa teacher baada ya kusikia hivyo akasema kwamba hata yeye mwenyewe pia hapendi anavyofundishwa na Ima, so kwake ni habari njema tu. Sasa Lili alimwambia Mchizi kwamba mjomba wake alimpatia pesa kwa ajili ya kulipia tuition, ila sasa shangazi yake amechukua pesa nusu, so inabidi ajisomee mwenyewe tu, na sehemu nzuri ya kusomea ameona kwamba ni hapa. Teacher akamwambia kwamba anataka muongezee hiyo pesa ambayo imepelea ili mrembo aendelee kusoma tuition, ila mrembo alikataa kabisa. Jamaa akamwambia Lili, we ni mpenzi wangu, kwa hiyo mbona fresh tu kama ukitumia pesa zangu? Hawezi amini hiyo kauli ilimfurahisha Lili sio poa, ila alikataa kabisa kuchukua hiyo pesa, na alichotaka yeye ni kujisomea hapa nyumbani kwa teacher. Sasa wakati akiwa anajisomea, teacher anamwangalia sio poa, yani anazunguka kwenye hii nyumba muda wote, alafu anamchungulia bidada. Sasa Lili alisoma kwa muda mrefu sana, yani mpaka akawa anapiga miayo. Ile kucheki nje akashangaa sana kuona kwamba giza limeshaingia. Na wakati huo jamaa alikuwa akimletea msosi na kumwambia kwamba inabidi ale kabla hajaondoka, maana amesoma kwa muda mrefu sana, na kumwambia kwamba akimaliza kula atampeleka mpaka homu. Lili alifurahi sana. Kweli bwana Mchizi alimpeleka mrembo mpaka karibu na kwao, na hapa akumpeleka nyumbani kabisa, maana alikuwa akihofia kuonekana kwamba anashuka kwenye gari. Akamdropu pale kisha Lili akarudi nyumbani. Sasa alivyofika homu alizinguliwa sana na anti yake kutokana na kwamba alikuwa amechelewa sana. Huwezi amini bwana, anti akamwambia kwamba leo hutakula kabisa na kuambia. Ila shangazi angejua tu kwamba huko alikotoka mrembo ameshajishindilia vya kutosha, wala asingemkataza kula, badala yake angempa adhabu ya kula. Sasa baada ya dakika kadhaa alikuja Maya. Msikie anti sasa. Oh my darling, how are you?
Sasa hapa Maya akawa analalamika eti Lili hajamwandikia notes. Lili akawa anasema, kwa sasa situpo darasa moja jamani, nikikuandikia wewe na mimi nitapata muda gani wa kuandika notes zangu? Lakini bi mkubwa anazidi kumtetea mwanae tu. Hapa akawa anasema kwamba Maya mpe kwa kitabu Lili akakopi hizo notes. Baada hapo akamchimba mkwara kwamba asije akalala bila kukopi hizo notes. Sasa wakati Lili anakopi hizo notes, akapigiwa simu na bebi wake. Hapa aliulizwa unafanya nini? Mrembo akasema kwamba anamwandikia notes Maya. Ticha alishangaa sana, akauliza kwa nini sasa? Lili akamwambia kwamba tangu aingie kwenye hii nyumba kila siku amekuwa akimwandikia notes Maya. Japokuwa kwa sasa wako darasa moja, lakini cha ajabu ni kwamba bado tu Maya anataka endelee kuandikiwa notes. Ticha akamwambia kwamba ni bora alale tu ili kesho asije akasinzia darasani. Lili akasema hata kwa sasa tu anasinzia na amechoka sio poa. Ticha alimpromise kwamba kesho atatafuta kijana ambaye atamsaidia kumalizia hiyo issue ya kuandika chapo tu. Basi bwana, Lili ikabidi amsikilize Ticha, akaamua kulala zake. Sasa bwana Maya akaanza kuwa na wasiwasi juu ya ndugu yake, maana muda wote Lilian anaposhika simu huwa anatabasamu sio poa. So Maya ikabidi ampokonye simu ndugu yake ili kutaka kujua nani ambaye anawasiliana naye muda wote. Lakini hapo ikawa ni ugomvi mkubwa. Basi bwana ikabidi amrudishie simu yake tu. Lakini hata pia wakati wapo kwenye gari, Maya alikuwa akimchungulia mwenzake kutaka kujua ni nani huyo ambaye anachati naye, mbona anaonekana kuwa na furaha hivi muda wote. Baada ya kumuuliza tena, Lili akamwambia kwamba anachati na wasichana wenzake ambao wapo kwenye grupu la tuition. Sasa baada ya Lili kupishana na Ticha, Maya hapa akawa anasema hapa kuna kitu hakiko sawa kabisa. Huyu mwenzake anaitwa Maka, na hapa alikuwa akisema kwamba wala hamna kitu, maana Lili huwa anatabasamu tu kwa kila mtu. Maya akasema nitajua tu, wewe ngoja. Sasa leo wakati Lili amemaliza kusoma, ikabidi wapate wadhamini kwanza kabla mambo mengine kuendelea. Eti Ticha na mwanafunzi. Sasa huyu ndo Ticha ambaye aliimbwa na Kontawa. Nimekundwa wanafunzi hawasomi sana, mwalimu siposhika fimbo. Sasa wakati Lili anagana na Ticha kizungu, kumbe Maya alikuwa anapita na gari ya nyumbani kwao bwana, na aliwaona. Na hapa Lili hajui kama ameonekana wala nini. Na kama kawaida Mwamba amempeleka karibu na nyumbani tu, hakumpeleka nyumbani kabisa. Lakini ndio hivyo tena, leo mambo yameshaharibika. Sasa kumbe na huko nyumbani Maya aliongea kila kitu kwa mama yake, na hapa walikuwa wakimsubiri kwa hamu sana. Lili alivyofika akaulizwa, ulikuwa wapi? Mrembo akasema tuition. Maya akasema tuition ndo kwenye gari la Ticha Haki. Lili akawa anasema mbona sielewi unaongea kuhusu nini jamani? Bi mkubwa aliwaka sio poa, sema ulikuwa unafanya nini kwenye gari la mwalimu wako? Maya akasema si ulikuwa unakisi wewe na mwalimu? Lili aliruka futi 800 na alikataa kabisa kwamba hajafanya kitendo hiko. Maya anasema embo acha uongo bwana, nimekuona kwa macho yangu alafu sasa hivi unabisha. Sasa bi mkubwa akawa anamwambia nipatie simu yako. Lili akawa anang'ang'aa macho yake tu. Anti akasimama na kumwambia nimesema leta simu yako hapa. Basi bwana mrembo akatoa simu, lakini alikuwa akitetemeka sio poa. Bi mkubwa akaingia kwenye message bwana. Mcheki sasa Maya na ni mbea sio poa. Anti akawa anaita Lilian. Bi mkubwa akawa anasoma asante, nimefurahi sana leo. Unajua namna ya kubinjuka na kuitakatisha. Maya akamaka. Mama anataka kuendelea kusoma. Lili akasema mama, hiyo ilikuwa wakati uliopita, past tense. Kwa hiyo mlikuwa mkijuana tangu mwanzo sio? Ndio mama, kabla hata kuanza shule nilikuwa najuana naye. Maya akasema nilijua tu, maana tangu siku ya kwanza Lilian aingie pale darasani, yaani Ticha alikuwa akitetemeka kama vile kaibiwa nyeti. Bi mkubwa akamuuliza kwa hiyo Lili una mpenzi? Lili ikabidi ashuke chini na kuanza kuomba msamaha, ila bi mkubwa alimbutua sio poa. Sasa akiwa chumbani haelewi hata afanye nini, maana hapa anajua kabisa kwamba huu ni msala mzito na ni lazima utafika shuleni tu. So ikabidi amtaarifu jamaa na kumwambia kwamba Maya aliwaona wakati wapo kwenye gari wanakisi. Mwamba naye akaanza kuwa na stressi sasa. Anataka ampigie lakini akahisi kwamba uende kawa Lili hana simu yake kwa huo wakati. Hapa Mwamba akawa anasema hii sio kitu nzuri hata kidogo. Majanga haya. Sasa kesho yake bi mkubwa alienda mpaka shuleni, lakini hapa mkuu wa shule akawa anasema Mr. Aki ni mtu ambaye anafuata sana sheria na kanuni za shule. Na isitoshe pia yeye ndo mwalimu wa nidhamu. Na mimi namjua vizuri sana na hawezi kukubaliana na hili swala. Anti akasema hawezi kukubaliana nalo Kwa hiyo mimi ni chizi sio? Basi bwana, baada dakika kadhaa Ticha akaingia ofisini. Kumbe alikuwa ameshaitwa na yeye, ikabidi aulizwe sasa, unamfahamu mwanafunzi ambaye anaitwa Lilian? Mwamba akasema anamfahamu, na mkuu wa shule akamuuliza tena, uhusiano wenu upoje? Niambie. Kwa sasa uhusiano ambao upo ni wa kawaida tu kama mwalimu na mwanafunzi. Anti akasema laya, ni mwongo huyu kijana Jamaa ikabidi aseme tu kwamba alikuwa na mahusiano naye kabla hajajiunga na hii shule. Lakini baada ya kumuona tu hapa shuleni, wakakaa chini na kuongea kwamba inabidi waachane. So kwa sasa ni mtu na mwanafunzi wake tu. Anti akawa anasema, Madam Principal, nataka umwachishe kazi huyu kijana. Fire him! Mkuu wa shule akataka kumtetea mchizi, ila anti sasa akacharukwa sio poa.
Hapa akawa anasema, ujue huyu ni mwalimu na Lili ni mwanafunzi, tena na miaka 22 tu. Unahisi atakuwa anaelewa anachofundishwa darasani kweli? Na sisi tunapoteza mamilioni ya pesa hapa shuleni. Jamaa hapa akawa anajitetea akisema kwamba sawa, Lili alikuwa ni mpenzi wangu, lakini baada yeye kuanza kusoma hapa shuleni tukavunja mahusiano, na yeye mwenyewe pia analijua hilo. Si unamuona anavyomuita Lili? Jamaa akasema hilo ndo jina lake sasa, na kila mtu hapa shuleni amekuwa akimuita hivyo Lili. Yaani yeye Anti anachotaka hapa ni mwamba atimuliwe tu. Basi bwana, jamaa akaambiwa atoke kwanza, ataitwa baadaye. Na hapa Anti alimpiga mkwara principal sio poa. Kama hatafukuzwa huyo kijana, basi nitaenda Wizara ya Elimu kutoa taarifa kwamba hii shule ina walimu ambao wanalala na wanafunzi wao, na uongozi unajua hauchukui hatua wala nini, na ushahidi ninao. Baada ya kusema hivyo, Anti akasepa zake bwana. Huo mkwara isao ulimuumiza kichwa principal sio poa. Sasa hapa tunamwona Lili akifuatiliwa nyuma na msichana mmoja hivi. Ni wazi kwamba huyu atakuwa ametumwa na Maya. Yaani kila anapokwenda naye, Lili akikunja naye, akisimama naye, na Lili hajashtuka wala nini. Yaani hapa anachotaka kujua ni Lili tu ataingia nyumba gani, kisha atoe taarifa kwa Maya. Baada sasa kumwona Lili alipoingia, mbea wa taifa ikabidi apige simu na kutoa taarifa mahali ambapo Lili ameingia. Sasa baada ya kuingia ndani, Lili alimkumbatia mchizi pale, kisha akawa analia. Mwamba akamwambia karibu kwenye kochi. Hapa akawa anamwambia kwamba mahusiano yao kwa sasa wafanye kama wameazima hivi, ili mrembo awe free kusoma, na atakapomaliza masomo yake wataendelea kama kawaida. Hapa Mwamba akawa anamwambia fanya hivyo kwa ajili yangu na wewe. Basi bibi alikubali pale, akawa amemlalia mchizi. Sasa bwana, yule mbea alivyopiga simu kwa Maya, huwezi amini bwana, ikaja familia nzima. Hapa akawa anasema ni humu ndani. Sasa kabla tujaendelea, naomba nikupe sekunde 5 tu ili usubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele hapo, ili uwe mwanafamilia wa Mentalix Recaps. Umesha subscribe? Haya, tuendelee sasa. Basi jopo zima bwana likaingia mpaka ndani kwa ticha. Bi mkubwa hapa akawa anasema, yaani huyo kijana leo ni lazima nitazikata hizo ambazo zinamfanya tambe hapa mjini bila hata kumshika bega na kuambia. Sasa wakati huo Sharukani wetu yupo zake na Kajoli wanajiandaa kuchapa songi moja. Mara ghafla mlango ukagongwa kwa nguvu kweli yani. Mwamba akaenda kuchungulia, akaona sura mpya ya mzee. Ile anafungua tu ngumi ya uso, kisha bi mkubwa naye akawa anadili na Lili tu. Mzee aligeuka mwakinyo ghafla, maana alimtembezea kichapo mchizi wa watu sio poa. Sasa hapa sidhani kama binti atabisha tena kwamba hana mahusiano na huyu Mwamba. Baada ya hapo mambo aliweza kufika shuleni tena, na ticha aliweza kupewa barua kuachishwa kazi. Ila kabla hajaondoka sasa, ilibidi aongee na principal kwamba amwache tu Lili amalize shule, asije akamfukuza, maana ni mwanafunzi mwenye ndoto zake. Pia akasema kwamba yeye ndiye ambaye alimfuata, so kama ni kosa ni la kwake, binti yeye hana kosa. Basi bwana, baada ya hapo akapewa barua na kusepa zake. Sasa baada ya Lili kuitwa, akawa anamtetea ticha akisema kwamba yeye ndo mwenye makosa, kwa hiyo ticha inabidi asifukuzwe. Lakini bi mkubwa akawa anawaka sio poa. Hapa mkuu wa shule akasema, Lili, kutokana na hii hali tumegundua kwamba mwalimu ndo mwenye kosa, kwa hiyo tumemfukuza kazi. Lili akasema, mwalimu hajafanya kosa lolote jamani, no. Kisha akakimbia kumfuatilia bwana. Sasa jamaa kabla hajasepa mazingira ya shule, Lili alimfuata akamwambia, baby, teacher, hauwezi kuondoka hapa shuleni aisee. Nimeshawaambia kwamba ni kosa langu, samani usiondoke. Jamaa akamwambia Lili, it's okay. Muda huo wanafunzi wengine wanashuhudia tu kila kitu. Yaani leo hakuna tena kujificha ficha. Hapa Lili akawa anasema, sitaki upoteze kazi yako mwalimu. Mimi ndo mwenye makosa. Samani usiondoke jamani. Mimi sijali hata kama wakinifukuza au waniache, ila mimi naomba tu wewe usifukuzwe, usiondoke mwalimu. Jamaa akawa anasema, Lili, nisikilize. Mwamba akasema, wewe ndoto yako ni kuwa nesi, si ndio? Sasa utakuwaje nesi bila kufanya mtihani wako wa mwisho? Hawa vijana hapa wa Mbeya sijui wameajiriwa na nani. Jamaa kwa uchungu akawa anasema, na kuahidi kila kitu kitakuwa sawa tu. Ticha wa academic akaja bwana, akawa anasema, nenda darasani. Jamaa anamwambia, nenda darasani Lili, mimi sitakiwi kuonekana haya mazingira kabisa. Basi bwana, ticha ikabidi achape zake lapa. Sasa kutokana na kilichotokea, Lili ilibidi afukuzwe nyumbani kwa mjomba wake bwana. Na hapa mzee anamwambia kwamba nimejitahidi sana kukusaidia wewe mtoto, ila umeniaibisha kwa kweli. Kwa hiyo wewe nenda tu kwa mama yako huko kijijini, na nimeshampigia simu nikamwambia utumbo wako wote, so fanya usepe chapu bwana, nataka upotea mazingira hapa kwangu. Hapa Lili anaomba msamaha tu kwa mjomba wake, ila ndo vile tena mambo yamesharibika. Anti kichefuchefu naye akatoka. Oyawe, alimpa maneno hayo sio poa. Wewe ndo ambao unajifanya udogo wa reli la treni lenye mizigo linapita, sio? Sasa nakwambiaje, angalia mahali pengine pa kuishi mbwa wewe. Basi bwana, Lili alitimuliwa homu. Sasa baada ya Lili kufukuzwa homu, ikabidi aende mpaka nyumbani kwa ticha.
Hapa akawa anamwambia kwamba amefukuzwa home na hana mahali pengine pa kuishi. Kumbe sasa mama yake na mchizi hiyo siku alikuwa nyumbani bwana, ameenda kumtembelea. So alivyosikia sauti ya demu akaja kumwakia kichizi. Hapa akawa anasema, kwa hiyo wewe ndo ambaye umesababisha mwanangu afukuzwe kazi sio? Aisee, huyu binti hawezi kukaa humu ndani. Toa nje hiyo takataka yako. Lili akaona hapa pameshachangamka, ikabidi atoke zake tu mwenyewe. Jamaa hajui hata afanye nini, maana mama ndo hivyo tena, kamaindi sio poa. Mchizi akawa anasema, mama huyu binti wa watu ana mahali pengine pa kwenda mama, hebu muonee basi hata huruma. Sasa bwana Lili hakwenda popote. Yeye alikaa pale pale getini kwa mchizi mpaka majira ya usiku, na hapa alikuwa akingatwa na mbu sio poa. Mchizi ile anafungua geti tu akamkuta mrembo na kumuingiza ndani kisiri. Sasa kabla hajamuingiza ndani kabisa, alimfuata mama yake akawa anasema, mama, sio sawa kabisa. Mtoto wa watu yupo nje huko tangu asubuhi. Na ukiangalia huko nje sio salama hata kidogo. Nakubali ndio tulifanya makosa, ila sasa unachofanya kwake sio sahihi. Bi mkubwa akaona mwanae anamchanganyia mafaili tu, ikabidi asepe zake chumbani. Mchizi akaona usintanie wewe, ikabidi amuingize kimya kimya mpaka room kwake. Asubuhi binti anapiga usafi, ghafla mama akapita. Sasa wakati binti anamsalimia, Maza alikula wa mbuzi tu. Jamaa alitoka pale wakasalimiana, kisha akamwambia, usipige deki, unachelewa shule. Jiandae sasa hivi uende shule. Sasa wakati yupo njiani anaelekea shule, mama yake mkwe si akataka kumgonga bwana. Ila huyu Maza bwana ni katili sio poa. Maza akafungua kioo akamwangalia mrembo, kisha akapandisha kioo na kusepa zake. Kichwani kwa Lili hapa anaongea tu akisema kwamba huyu Maza anaweza hata kuniua serious huyu. So poa. Yaani hata wakiwa home jamaa anamfundisha bebi wake, lakini bi mkubwa anawakata jicho tu. Sasa bwana, kumbe huyu mama yake teacher alikuwa akimtaka mwanae afanye kazi katika kampuni kubwa ili awe analipwa pesa nyingi sana, lakini jamaa yeye alikataa kwa sababu anapenda kufundisha kuliko kazi yoyote. Ila huyu mwamba ni wa pekee sana. Sasa hapa jamaa alikuwa anaandaa CV yake ili akaombe kazi kwenye hizo kampuni kubwa. Bi mkubwa akawa anamwambia, hatimaye umekaa kwenye line sasa. Mwamba akasema, mama, mimi naenjoy zaidi kufundisha kuliko kazi yoyote ile. Ila sawa, hiki si ndo ambacho wewe umekitaka. Sasa mchizi aliweza kuapply kazi na akapata nafasi ya kuwa meneja mkuu katika kampuni ya mafuta bwana. Lili hapa anafurahi, ila mwamba hana furaha kabisa, maana anapenda kazi ya kufundisha kuliko kazi yoyote. Leo kwa mara ya kwanza bi mkubwa anafurahia kuandaliwa chakula na mkwewe bwana. Yaani mpaka Lili akawa anajihisi amani moyoni mwake. Hata wakati akiwa anamtandikia kitanda, Maza anashukuru sio poa, thank you. Lili anaona mbona kama muujiza huu. Na leo ndo siku ambayo bi mkubwa amepanga ondoke zake. Lili akampelekea begi mpaka kwenye gari yake pale, na hapa akawa anamwambia, mama, si ungesubiri yake arudi tu kwanza? Bi mkubwa akasema, acha niende tu mwanangu. Lakini usio unashangaa sana unapomuona hana amani. Sababu kubwa inayomfanya awe vile ni kwamba anafanya kazi ambayo yeye haipendi. Binti akauliza, mama, umejuaje? Maza akasema, si mwanangu, namjua vizuri sana tu. Basi bwana Maza na mkwewe sasa hivi stories zinapanda kama kawaida. Bi mkubwa paka anasema, hakikisha unafollow vizuri masomo yako, maana mwanangu amejiriski sana kwa ajili yako, na pia umtunze vizuri mwanangu kama ulivyokuwa unanitunza mimi hapa ndani. Lili alifurahi sana kusikia hivyo. Wakakumbatiana pale, kisha Maza akamwambia kwamba atakuwa anampigia simu ili kuweza kujuliana hali. Sasa bwana, leo Lili amerudi home akiwa na furaha sio poa, maana amefaulu vizuri masomo yake. Mwamba alimpongeza sana. Hapa akawa anamwambia, sasa naona ile ndoto yako ya kuwa nesi inaenda kutimia. Sasa Lilian alimwambia Mwamba kwamba inabidi aende nyumbani kwa mama yake, maana ni mgonjwa kwa muda mrefu, ila hakuweza kwenda kutokana na kwamba mitihani ilikuwa ipo karibu. Jamaa akamruhusu, kisha akawa anamsindikiza pale. Ila sasa kabla hajaondoka, Lili alimwomba mchizi kisi moja tu. Mwamba akatulia, kisha akamwambia, nenda tu kamuone mama ise. Uwezi amini bwana, Lili aliingia kwenye gari huko akiwa amefura sio poa. Sasa baada ya mwezi mmoja Lili aliweza kurudi home kwa mchizi, na Mwamba alifurahi sana kumpokea tena. Lakini pia mama yake mchizi alikuwepo hapa nyumbani, na pia alifurahi sana kumuona mkwe wake na alimpongeza kwa kufaulu mitihani. Sasa wakati wanaongea huko wakiwa wapo close, sura zao zikawa zinasogeleana bwana. Wakataka kufanya tukio mbele ya bi mkubwa, ila walistop. Lakini mama naye akajifanya kama vile kafungua kijicho kimoja, kama vile haoni vizuri hivi, lakini anawaona sana tu. Basi bwana, wakapigana kisi moja takatifu, ila Lili sasa akawa anajisikia aibu sio poa. Jamaa akawa anasema, mama yangu mzungu aisee, anaga shida, usimuona yuko hapo anaangalia. Mwamba akamwambia mrembo kwamba kuanzia sasa hautaniita tena Mr. Ikushei wala teacher. Inabidi unitafutie kajina fulani hivi special ambacho utakuwa unaniita wewe peke yako. Sasa mimi sijui kama Maya na yeye amefaulu mitihani au ndo vile tena kazungusha, atajua mwenyewe na Mungu wake. Bwana, hebu tuambie umejifunza kitu gani kupitia hii movie? Hebu drop comment yako hapo. Lakini pia usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele pamoja na kushare kwa watu ambao unawapenda. Hii ni Mentalix Recaps na mimi ni mchizi wako Aiko. See you next time.